Je, ndoa ni utapeli? Sehemu ya 3. Habari za jioni zilikuwa zinaendelea kimya kwenye televisheni. Lakini Charlie hakuwa akizitazama kwa makini. Alikuwa ameketi peke yake sebuleni, mwili wake dhaifu, uso wake ukiwa umechoka kwa sababu ya ugonjwa. Kila alipojaribu kusogea, ilionekana kama hata kupumua kulikuwa kazi ngumu. Nyumba ilionekana tupu, tulivu sana, baridi sana. Tangu Lee alipoondoka kwenda saluni mapema siku hiyo, Charlie hakuwa amekula chochote. Jikoni kulibaki vile vile, hakuna chakula, hakuna joto la upendo, hakuna ishara ya kujaliwa. Simu yake ikalia. Halo, nani tafadhali? Akauliza kwa sauti ya upole. Samahani kwa kupiga simu wakati huu, labda uko busy. Sauti ya mwanamke mpole ikajibu. Jina langu ni Loveness, ninaishi katika mji huu. Charlie akakunja uso kidogo kwa mshangao. Nilisikia uko Komedasa, lakini bado uliweza kumtumia mke wako Tessa. Maneno yale yalipenya moja kwa moja moyoni mwake. Loveness akaendelea kusema, kama hautajali, njoo Wekeza Lounge saa 12 jioni. Nina jambo muhimu la kuzungumza na wewe. Charlie hakuweza tena kujizuia. Machozi yakaanza kutiririka polepole mashavuni mwake. Kwa mara ya kwanza alijisikia kufunuliwa, kuaibishwa, kana kwamba mtu wa nje alijua mateso yake zaidi kuliko watu wa nyumbani kwake. Simu ikakatika. Charlie akabaki ameganda akitazama simu yake. Aliwezaje kujua kuhusu mimi? Ni mpango gani anaosema? Inawezekanaje anajua kitu kuhusu ndoa yangu ambacho mimi sijui? Akapanguza machozi yake polepole. Charlie akasimama, akatembea polepole kuelekea chumbani, akabadilisha nguo, kisha akachukua funguo za gari lake. Aliporudi sebuleni tayari kuondoka, akaganda. Charlie akatazama mlango, uso wake ukiwa umejaa mshangao. Akatembea kuelekea mlangoni, akafungua mlango, na kwa mshangao wake